Mambo vipi? Naitwa Omari Juma Omi 4K all the way kutokea Afrika Kusini, au sio bwana? Bana, leo nataka tupige story, ikiwezekana tuongee. Unajua hii style ya hatukatai kulipa kodi, lakini system anayoitumia nchi yetu sio nzuri kabisa kwenye ulipaji wa kodi, kwa sababu mimi naumia kwa sababu mimi natafuta hela vile vile, umeona? Kwa hiyo hela yangu mimi ninavyotafuta afu nikiona inatumika ovyo ovyo lazima ikuume. Kwa mfano wewe una YouTube channel yako, umeona ni biashara ambayo umejifungulia wewe mwenyewe, unajisupport wewe mwenyewe, equipment unanunua mwenyewe, computer unanunua mwenyewe, lakini unakuja kuumia moyo mtu anachukua kodi au anachukua hela pasipo kukupa mfumo wa kupata hela au pasipo kuinvest kwenye ile biashara ambayo anataka kucorrect. Kwa mfano YouTube wameinvest program software ambayo ni free TV. Kila mtu anaweza kaweka content zake kama hivi, anaongea mwenyewe anavyojisikia, opinion yake, thought yake. Alafu baadaye ukipata zile requirements ambazo unazihitaji unaanza kupata pesa. Lakini sasa hivi umeona, kwa mfano una subscribers 200 kama kwangu mimi ndo naanza. Sio kama ndo naanza, nilishaanza. YouTube yangu kwanza akaichukua wapumbavu fulani, ya pili tena jamaa akaiforce akaidelete kwa ajili ya roho mbaya. Lakini mimi namwachia Mungu kwa kitu hiki. Simwachie Mungu kwa mambo yangu mengine. Mambo yangu mengine yote napambana nayo mwenyewe. Ila mambo haya ya kutaka kumzuru binadamu zako waga namwachia Mungu. Mungu ndo atakayejibu hilo swala. So imagine unapoteza hizo channel zote, bado unakuja kutufungua channel nyingine, alafu bado kuna vitu unaviona ndani yake ambavyo vinakufanya unakuwa unapata distraction kidogo. Kwa mfano hii system ya serikali kuchukua pesa kutoka kwa watu ambao wanamiliki YouTube account, hiyo sio sawa, especially kwa serikali yangu mimi. Lazima watengeneze mifumo mizuri ya correct hizo taxes zao. Kwa nini? Yani kwamba kwa nini tunakuwa kama vitu tunakosa mifumo? Marekani kashatengeneza mfumo wake wa YouTube. YouTube sisi tunalipa kodi dola, tunalipa Marekani. Sasa kama Marekani mimi nalipa kodi dola, kwa nini tena Tanzania nilipe tena kodi ya kupitia channel yangu mimi ambayo nimefungua account ni Gmail, jina langu mimi, la baba yangu mimi na la babu yangu mimi. Leo hii hata kama serikali ndio ina own vijana, lakini sasa sio hivyo. Kama mnataka kupokea kodi kupitia channel zetu, ongeeni na mamlaka husika, labda Google. Nyie mnaingiza kiasi, yani tengenezeni strategic ambazo unahisi kabisa katika mfumo huu wa dunia na mfumo huu na vitu hivi, lazima kodi yetu sisi tuipate kwa mfumo huu. Lakini ukinifuata mimi YouTube ambaye nahangaika kama saizi, silipi kodi popote, simlipi mtu yoyote, lakini nikianza kuingiza pesa lazima nianze kulipa na kodi. Sasa unaingiza pesa alafu utashindwa kulipa kodi, haiwezekani. Lakini kinachokuja kuumiza zaidi, kwa nini tulipe kodi sehemu mbili? Pesa yenyewe inayopatikana ni ndogo. Kwa mfano views 1000 kwa CPM clip per second kwa Tanzania, sisi tuko chini ya $1. Mpaka je kufikisha views 1000 kupata hata hicho kisenti au hicho kidola kimoja au vidola viwili ni shughuli. Hapa nyote wana struggle kutafuta content, wana struggle kutafuta vitu tofauti tofauti ili wafanye. Mimi naomba ndugu zangu ambao mnahusika na mamlaka husika, kama ni TCRA, kama ni wakina nani, kama ni nani, I don't know, nendeni huko Marekani kafanyeni research, waambieni jamani, sisi nchi yetu tuna wafuasi wengi wanaotumia mtandao wenu. Je, tunanufaika nao vipi? Kwa sababu hatuwezi kumfuata mwananchi mmoja mmoja tukamwambia ati wewe ufungue YouTube channel, unaposti maudhui labda serikali au unaposti maudhui yako binafsi, lipa kodi hii. Na sasa bora hata ataje kodi ndogo. Mtu anaambiwa ukiwa na YouTube channel inabidi ulipe $1.5 million, inategemea na channel yako. Sasa hiyo system gani? Mfumo gani wa kimaisha? Sio sawa. Tengenezeni mifumo mizuri ya kupokea kodi zenu, tengenezeni mifumo mizuri ya kuhakikisha kila mtu analipa kodi kwa wakati na vizuri, kwa sababu hizo kodi ndo zinatusaidia sisi, lakini sioni kama zinatusaidia. Mtu unaenda kutoa hela unakatwa. Unaenda kufanya nini sijui unakatwa, unatuma unakatwa. Yani kila kitu unakatwa tu. Sasa kipi kitakuwa kikatiki? Kipi kitakuwa kikatiki? Tengenezeni mifumo mizuri. Msio tu kila mkiona kitu kidogo tu jamani kodi no. Sasa mnachukua makodi mengi huko nalalamika nchi haina hela, afu kumbe kuna watu wengine wana mama hela, wana magari ya kifahari, wanafungia ndani, watoto zao wanajipigia picha, wanapost Instagram, tunawaona. Na sisi watoto wa kimaskini, wazazi wetu wanafanya kazi kwenye serikali hiyo, wanajifinya, wanajiiba, wanatafuta yani riziki zao wanazitafuta zile kihalali.
Kwamba hatutaki kwamba eti kesho na kesho kutwa nije nifukuzwe kazi au niambiwe hivi na hivi na hivi. No, we don't need that, we don't like that. Tengenezeni mifumo mizuri ya kupokea kodi zenu. Sio kwa sababu mmeona YouTube mtu ana followers milioni 1 basi mnaipapanikia nataka kodi. Mmeona mtu kidogo kaanza kupata revenue, au kwa mfano kama hivyo unaweza ukaona unaongea tu mambo yako mwenyewe unavyojisikia, watu wanaojifanya wanadili na masuala ya mtandao wanaanza kufuatilia. Jamani, tusifanyane hivi. Naomba tutengeneze mifumo mizuri ya kupokea hizo kodi zenu. Sisi YouTube tunalipa kodi Marekani, na wewe serikali yangu ambao unahusika na kipande cha digital, unahusika na masuala ya mambo ya nani ya masuala ya internet na nini, piga simu Marekani au nenda Marekani, nenda headquarter ya YouTube waambie bwana, mbona kama mtu akiongea kwenye Instagram mnaweza kutuma message kuambia jamani, tunaomba account yenu ifungie, tunaomba, na huko pia waambieni hivyo jamani, nyie mnaingiza revenue kupitia watu wetu, na sisi tunanufaika vipi kuhusu na hiyo swala la hela? Kwa sababu kama mnapenda sana hela, tengenezeni mifumo na nyinyi ili muweze kupata hela kiurahisi. Mbona kuna rasilimali nyingi tu huko, kuna madini, kuna manini. Tunajitafutia yenyewe, manake hatuna ajira. Hatujaajiriwa. Kazi zenyewe hakuna. Mtu afanye nini? Akiiba ndo kama vile mnamkamata mnaanza kumdhalilisha, vitu vingi vinatokea. Wakiiba wakubwa au hajaiba wamezihifadhi. Wakiiba wadogo wameiba, wezi wachome moto uliofungwa. That is not life. Sio maisha at all. Tupendane, tusapotiane. Na nimesikia system mpya sasa hivi, ukitoka kwenda international inabidi ulipe $40 sijui. Hiyo ya nini? Tujiulize jamani, hiyo $40 ya nini? Maana itakosa kila kitu mnamwachia Mungu. Mpaka vitu vingine mnaona kabisa ni vya wazi, lakini Mungu hataki kuachiwa, mnamwachia. Tanzania hamna wanaume. Mimi natamani watu wa zamani wale wazee wote waondoke, watuachie sisi sasa vijana. Maana hapa kidogo tu utamaduni jamani, vinaboa bwana, vitu vingi vinachosha. Sio kama tupendi nchi yetu, ila mnatuchosha akili. Sema kuna mwamba mmoja kanifurahisha sana, nimemuona mwanangu yule mzee, polisi kampa lungu, kampa kikombe, hajakaa kidogo, yaani wasingekuwa wengi wale. Sasa wanaume kama wale ndio wanotakiwa. Yaani unaonekana kama sio mjomba wake Tundu Lissu, atakuwa ni ndugu yake fulani. Tupendane. Na nyie mnaovaa nguo tofauti na za kwetu, kumbuka hizo nguo unavua na una uwezo ka change ukavaa nguo nyingine. Tuache kuoneana. Tutafanyana vitu vya ajabu, tuache kuoneana jamani. Shasema hiyo.